Na ikiwa tarehe 4 mwezi wa 3 mwaka wa 2025, karibu katika taarifa za AGR News. Mimi ni Videlis Mushoge, na taarifa za leo tunazianza kutoka eneo bunge la South Mugirango, mahali ambapo Silvanus Osoro anaongoza kama mbunge. Hii ni baada ya wakaaji wa eneo hilo zaidi ya vijiji vitatu kuhangaishwa na ugonjwa ambao haujulikani. Hapo jana katibu katika Wizara ya Afya ambaye ni Mary Muthoni alisema kwamba leo tarehe 4 mwezi Machi majibu ya chembe ambao zilichukuliwa yatatolewa wazi ili wakazi wa eneo lile kujua ni kipi kinawahangaisha. Na leo amesema kwamba kulingana na majibu kutoka kwa maabara ya serikali inaonekana kwamba maji ambayo wanayatumia ni maji chafu, na wameomba kwamba wote wa eneo lile, wakazi wote wa eneo lile la South Mugirango, maji ambao wanayatumia kutoka kwa mifereji basi na wachemshe ili wayatumie. First and foremost, to say pole very much to the families that have been affected by this disease, and we want to assure them that we are doing all possible to ensure that they go back to the normal life that they have been leading. We have gone round the village and we have gone up to where they get their source of water, and it is good to note that we have established that the source of water has fecal matter which has contaminated the water, and equally the samples that were taken from the homes, they equally have fecal matter. It is important to note that from today henceforth the members of this community should abstain themselves from using that tap and from using that source of water. Na siku chache baada ya watu kutoka eneo lile la Kiango, Transmara kupata majeraha kwa sababu ya mzozo wa mpaka eneo lile la Transmara, na wanane hao kupata matibabu katika hospitali ya Kisii Teaching and Referral Hospital. Kulingana na Daktari Marita, amesema kwamba zaidi ya watu wawili walikuwa wamefanywa upasuaji na wanaendelea kupata nafuu. Lakini wenyeji na vile viongozi kutoka eneo hilo la Transmara wamehimizwa kuja pamoja na kuzuluhisha migogoro yao kwa mazungumzo kama njia moja ya kuishi kwa amani. Kamishna wa kaunti ya Narok amechokeza na kuomba uhasama huo ukuishe mara moja, na kuomba wenyeji wa kaunti hiyo basi kuja pamoja na kuishi kwa amani. The two sub-county committees are working closely to ensure that normalcy is restored in that place. I think the place which was affected were the grassland, part of the Mau. Grasslands and the vegetation affected the grassland and shrubs, and then the acreage is about 369 hectares that were affected. But we thank God our team on the ground, the multi-agency team, really fought very hard and they managed to put off the fire. Na tukiachana taarifa hizo kutoka Kiango, Transmara, tunaingia katika taarifa zingine, wakati ambapo familia ya aliyekuwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya IEBC Wafula Chebukati inaendelea kuandaa mazishi yake ambayo utafanyika tarehe 8 mwezi huu. Familia ya Mheshimiwa Njendi ambaye alikuwa mbunge wa Malafa leo walikuwa na sherehe za mwisho za Mheshimiwa huyo Njendi. Baadhi ya viongozi ambao walihudhuria wakiongozwa na Rais William Samoei Ruto ni ikiwemo Musalia Mudavadi ambaye ni waziri na vile mwaziri mwa mamlaka makuu, vile Gavana Fernandez Baraza, maseneta wa bunge ni baadhi ya wale ambao walihudhuria hafla hiyo katika kaunti ya Kakamega. Mheshimiwa Rais, kwa hayo machache, Mungu awabariki sana. Raha wa milele ampe ye Bwana. Mheshimiwa apumzike kwa amani. Nachukua sasa fursa hii kumkaribisha Spika wa Seneti Mheshimiwa Amason Kingi akuja atoe rambirambi zake, alafu atakaribisha Spika wa Bunge la Kitaifa, alafu ratiba itapanda juu. Karibu sana Mheshimiwa Amason Kingi. Rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa William Ruto, viongozi wa tabaka mbalimbali, kanisa, familia ya mwenda zake ukiongozwa na mama mjane, Mama Betty, waombolezaji wenzangu, kwa niaba yangu binafsi na kwa niaba ya bunge la Senate, tumekuja hapa hivi leo kulia na familia na wananchi wa Malava kwa kupoteza kiongozi wao. Tunajua ni wakati mgumu ambao mnapitia,
Mheshimiwa Malulu hakuwa tu rafiki wa bunge la kitaifa, lakini alikuwa rafiki mkubwa wa bunge la Senate. Kwa hivyo japo familia imepoteza, lakini hata sisi kama bunge la Senate tunahisi uchungu huo. Tumekuja hapa kuwapatia bega la kuegemea wakati huu mgumu. Kwa mama mjane yetu ni maombi. Ukiangalia na kusoma ile taarifa ambayo iko katika vitabu vyetu, ni kwamba Mheshimiwa Malulu alikuwa na sifa nyingi sana. Na ikiwa kuna mtu ambaye anatashishi ya kwamba unaweza kuwa mwanasiasa na vile vile uwe mwaminifu, jibu lako liko ndani ya maisha ya ndugu yetu ametuacha hapa. Na tukimalizia leo, pia viongozi wa upinzani wakiongozwa na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka, Morara Kebaso, Richard Onyonka Mumaima, Eugene Wamalwa na viongozi wengine wengi, Jimmy Wanjigi akiwemo, wamekutana katika mkutano ambao ulikuwa fiche, na tutajua baadaye ni kipi ambacho walijadili. Kumbuka kwamba hii ni baada ya kuzindua chama cha People's Liberation Party, chama ambacho kinaongozwa na NARC Kenya, aliyekuwa NARC Kenya Party leader ambaye ni Martha Karua. Nadhani kwamba taarifa zingine za biashara Ruth Nyanchama ameziandaa na atakupasha zaidi. Mimi ni Videlis Moshoge. Na katika biashara ni kwamba mkazi mmoja kutoka kaunti ya Mombasa amepeleka kampuni ya Kenya Power mahakamani akitaka kampuni hiyo kusitisha kukata nguvu za umeme katika vituo muhimu kama vile hospitali kwa sababu ya bili ambazo hazijalipwa. Akiongezea ni kwamba hatua kama hile basi utatiza huduma muhimu katika vituo hivyo na kuhatarisha maisha ya watu, na vile akitaka mahakama kufanya kwa haraka kuzuia madhara zaidi. Upande mwingine ni kwamba watumiaji hai wa mtandao wa kijamii imeongezeka kwa milioni 2.1 kutoka milioni 13 hadi milioni 15.1. Tukiangazia ni kwamba mtandao wa Facebook umeongeza kwa 58%, mtandao wa WhatsApp ukiongezea kwa 55%, mtandao ule wa TikTok ukiongezea kwa 31%, mtandao ule wa Instagram ukiongezea kwa 13%, na mtandao wa X ukimalizia kwa kuongezea kwa 11%. Ripoti ya mkaguzi mkuu imefichua kwamba kaunti 11 bado zinatumia mamilioni ya pesa kukodisha makazi ya magavana, manaibu wa gavana na vile vile spika, licha ya tume ya mishahara na marupurupu kuamuru kwamba viongozi hao wajengewe makazi rasmi. Kati ya kaunti hizo ni pamoja na kaunti ya Mombasa, kaunti ya Kisumu, kaunti ya Embu, kaunti ya Machakos, kaunti ya Kiambu, kaunti ya Bungoma, kaunti ya Uasin Gishu na kaunti ile ya Nairobi. Nikome hapo kwa sasa. Jina langu ni Ruth Nyanchama.